Welcome back to our channel. This is Update X, and today we have a lineup of a few things that we want to be talking about in the Kenyan political spectrum, and we also have a guest. Maybe she can introduce herself to our viewers, wajue yeye ni nani, as we want to continue. Painkiller. Yes. You can take the floor. Jitambulishe kwa watazamaji wetu wakujue as we want to wrap these things up. Okay. Good evening, guys. My name is Stella Chieng or Painkiller. Najulikana kama Painkiller. I'm an upcoming political analyst. Yeah, napenda siasa. And I would also love to do some what we call the civic education to our youths, because most of the challenges we are going through ni lack of civic education. So today nimeamua kuungana na kina KJ and the team, at least tusemezane 1, 2, 3 ambao inafanyika katika political spectrum yetu ya Kenya, and the anticipated situations that are yet to unfold. So today I'm here, I'm with you guys. We can chat, at least tuongee, tusemezane, tupate solution, na pia tutembeze hizo information kwa ground ili wenzetu ambao bado hawajajua 1, 2, 3 wapate kuelewa na tupatie watu political compass, because that is what we lack at the moment. Thank you. Yeah, karibu sana. Thank you. Yeah, we are glad to hear from you, and we are really looking forward to this conversation, and I hope our viewers are also going to pick something. Yeah. Okay, sure. Okay, as we start, by the way, Kenya kumekuwa na uprising, if I call it uprising issues. The first of it imekuwa the role of Gen Zs. Sasa ukiangalia kila political party yenye nakuja, every upcoming political party wamekuwa wakiongelelea Gen Z. Maybe it's because of what happened a while back, yenye watu walivunja parliament, Gen Z wakaamka, vijana wakasemekana that they are really coming up now to take their, unasemanga vijana ni leaders of tomorrow, but it seems like wameamua that wakwe leaders of today, and that has really shaked up the way politics have been playing. Ukiangalia kulingana from the previous years, this year and maybe next year. So we are just going to look next year, how will politics play and how will Gen Z impact these coming elections as from today. Naweza nikasema from today because we are living today, and then as we go forward to tomorrow. Absolutely. Oh, okay. Yeah. Nimekupata. I think Gen Z, you see, 80% of Africa, 80% of people in Africa currently, they are youths, because most of them are under 35, means they are youths. Same applies to Kenya. Yeah. So the fact that we have many youth, and youths, we have youths, but our youths lack what we call political compass. This is what we lack, most of us. Yeah. We are totally politically oriented, but we still lack civic education of how to understand the political spectrum and to make the right decision, the right political decision that might not affect our future. Because most of the time, Gen Zs, ambao ni youths, they are being misused by politicians and being swayed easily by cheap handouts. So if today we talk about how we want to vote out bad leaders, and yet we ourselves, we have not changed to receive change. You see, we are chanting change, but yet we don't accept to change, to accept change. So this is the problem that we have in Kenya. We want change, but we have not changed ourselves. We are the same
from yesterday and the previous day. We have not changed at all. So we must change for us to make the right decisions out of the mindset of change that we have to have a different future. It is true that our political spectrum or our politicians have messed up our country, especially our lawmakers. Our lawmakers have totally failed us. How? They allow cheap handouts along the parliament corridors to pass bills that are totally causing too much havoc to the common mwananchi. So if we can change our parliament, we can totally change everything. But before we change parliament, what is our role as GNZ? What are we supposed to do to have that mindset of making the right decision based on merit and not just political being swayed by cheap politics or tribalism? Because we are deeply rooted in tribal politics in Kenya. This is the fact that we must accept. Secondly, GNZ will play a significant role in the upcoming election since the majority of voters are GNZ. Unfortunately, most of our youths are easily swayed by cheap handouts. We lack civic education, which is very important to electorates. The GNZ should base their focus on voting on merit, not party affiliation or short-term solutions, which we always do. Mtu anakuja leo na project yenye anajua it won't last, then it is being implemented to sway voters. Then after that, the project is done and people are back to normal life. No change at all. So these are the things that we should learn as GNZ and make sure that when we make a decision, it is a decision that will bring a tangible solution, not a short-term solution that will still bring us back to the situation that we used to be. So we must make a decisive, we must make a very significant decision when it comes to election for us to create a better future. That's when we talk. That's the topic of the role of GNZ in the upcoming election. It is very simple. Let us vote on merit. It is just as simple as that. We must accept civic education and vote for merit and not be swayed by cheap handouts, tribal politics, which lead us to the situation that we have been. 10 years back, we've been doing this. 20 years back, we've been doing this. So this is the time that we have to stand up for what is right. Say no to cheap handouts, say no to short-term solutions, focusing on long-term solutions with the leaders who can take us forward and not backward. The problem we have again, we always make bad choices by choosing politicians, leaders with the political mindset than politicians with the leadership mindset. You see, there is a difference between the two. We have leaders with the political mindset. And when you elect a leader with a political mindset, this person will be doing politics from day one to the end of his or her term. But if you elect a politician with a leadership mindset, this man or woman will be focusing on good governance and good leadership. So this is what we want. Yes. Okay. If Walter may interject or add something, Walter, tuambie. Yeah, I totally agree with what a Painkiller is saying. But as a typical, I want to think like a typical Gen Z, and the issues that are going on in Kenya is that we have old method, or rather we have all the guys who are in the offices, and we haven't seen them trying to mentor any Gen Z to just mentor them and tell them this is the path, this is the right path, and this is the wrong path. And as we all know that the youths take pride in their strength and the old takes pride in their wisdom. So as a typical Gen Z, if these old guys are not willing to dispense knowledge and wisdom to the young men, and also just take a step of mentoring and sharing this civic education that you're talking about to a Gen Z
and just ensure that our Gen Z is rising, and we are having new guys in the government. So how are you expecting the Gen Zs to learn and change the way you are suggesting that Gen Zs are supposed to change, when these old guys are not even willing to share these wisdoms and show us the path of how politics is done? You know, the Gen Zs doesn't have even these blueprints. You know, si tuko tu hapo tunatumia energy yetu. So, you know, what do you think about that? Before you may acha kwanza nijibu, and then Painkiller atachangia. Okay. I think vijana, this generation is a learned generation. It's a generation that knows this is right and this is wrong. Ukiangalia kama ni finance bill vile iliangushwa, hatukukaa tukasema ati tunataka kungojea wenye wako kwa bunge watuchambulie, watuambie what this article means. Kama ilikuwa article ya land, we were there and tulikuwa tunaona, guys, hizi ni mashamba zetu zinataka kuchukuliwa. Hii ni kitu fulani, hii ni airport yetu inataka kuuzwa. Hii ni nini, serikali inataka kufanya hivi na hivi, which we are not in agreement with. It will cost us our future. So I don't think vijana hawana ile mentorship. I can say that the exposure ya mainstream ndio imekuwa very haijakuwa that well much influence kwa ground, kwa sababu yani kwa ground in terms of political space, kwa sababu ukipata kama kijana anaenda kusimama, you need resources. Utakipata kama kijana anataka kusimama, utasema bado kijana, watu wenye bado wana expect that kijana asiwapatie handout, ndio wataanza kusema kijana atoangi kitu, tunataka mtu anatupatia unga. Wamama watasema wanataka mtu anawapea unga, wazee watasema wanataka mtu anawanunulia chai. Unaona, bado vijana wanasema wanataka mtu mwenye like everyone anakuwa anaangalia tumbo yao that particular moment. That is how the political space inakuwa inawaka. Unaona, so kupata ule kijana amesimama kwa hii kiti aseme okay, this is it right now, inakuwa very complicated due to maybe I can say economically we are not that well empowered. Yenye tunaweza tukaenda tukasema ule kijana anashindana na mzee. Ukipata ule kijana anashindana na mzee, itakuwa very very hard. Maybe ana run independent, ama maybe the guy is so much popular penye yako, bado mpaka unapata that ile influence haiwezi ikaamua that bakwe shut down, kwa sababu ya maybe their contrary opinion of what maybe their bosses ama their senior in the society anasema. Unaona, so but basically I think we are empowered, but we are not empowered yet enough ya kukua pale to that space. Well, my question is do we really need a Moses? Because in this case Gen Zs are Joshuas, but we don't see any Moses mentoring these Gen Zs, are showing them this is the right path and I'm ready to give you the baton to take it over. You understand? So we are asking, where are the Moseses? You understand? Nakupata. Painkiller. Do you have a Moses kama vijana? Yes. Do you have a Moses kama vijana kwa hii kama majenzis? Moses mwenye anatupeleka Kanani. So we are assuming that Gen Zs are Joshuas, and so I hope you've listened what you are saying, huh? Yeah, Yes. nilikuwa nawapata kabisa. Okay. So tukiangalia kwanza vitu zote umesema Walter, ni Walter alikuwa naongea? Yeah. Hizo vitu ndo nilikuwa nimezisummarize zote na nikaziweka in short form. In short, vile umesema watu wanaangalia tumbo zao, unapata mzee anauliza chai, kijana atauliza whatever. That's why we need to work on hii mambo na cheap handout. Ndo imetuingiza kwa shida mara nyingi, because all these you are talking about, they are falling on one category, cheap
handouts. Mm. Mimi sijaisikia watu ukienda kwa mikutano. I've been a political chief campaigner. Nimekuwa chief campaigner wa mwanasiasa fulani. Yeah. Na tukienda katika mkutano yote utapata vijana, they are not even busy with your manifesto. Unapata they are focusing mfuko yako itatoa pesa ama haitoi. This is the problem, you see. So most politicians wakishajua akili zenu ziko hapo, they want your votes, they buy them. What they do, they buy that vote. So if you have civic education on the ground, people will know what to ask. Unapata you can go to any political gathering. Vijana hata swali moja watauliza huyo mtu, okay, give us your manifesto, ebu tusome hizo manifesto tuzisikie kama zinaweza kweli kuwa implemented kwa society ambao, kwa hii ground ambao nataka. No question like that. Utaisikia hiyo. What they will shout for, tupe haki zetu. Hii haki yetu ni nini? Haki ni hiyo pesa. So this is where we fall. Hapa ndo huwa tunaanguka. Na hakuna binadamu mjinga atakuja awapatie pesa akose kuregesha zile pesa. Akishapata kiti. That is, politics is business. So what if we as youths tukae chini tuangalie, okay, so and so anataka kiti, so and so ni nini unataka kutufanyia sisi kama vijana? How are you going to address job issues, vitu kama mazingira kuwa safi, vitu kama hizo? How are you going to address these basic issues? Utaziaddress aje? This is the problem, this is where we have the problem. Hapa ndo tuna shida. Then kuna ile siasa ya fulani ni mtu wetu. Hiyo pia tribal politics. Fulani ni mtu wetu, hata kama ana mistakes, hata kama ni mbaya, ni mtu wetu. We have party affiliation. Fulani ni wapati wetu, hatumwachi. Okay, ni wapati wenu, lakini je, mkimwangalia katika mtazamo wa leadership, is he able? This is the problem we have. So ukisema kijana atasimama atataka hii, mzee atataka hii, mzee atataka hii, because they don't know what they should be asking for. They are asking for what we call short-term solutions. And when we elect a leader, we should be electing a leader to solve our long-term challenges. So this is the problem that we have. So to me, I think that if we have civic education on the ground and understand what our society really need, what are the basic need of our society, ni nini tunaweza fanya kama watu, ni nini inaweza kutu enhance maisha yetu, na je, the person we want to elect, is this person able to implement at least, hata kama ziko 10 anaweza kuimplement 7 ama 6? If he can't, please let us not vote for this person. But do we do that? Do we do that? We don't do that. Hatufanyi hivyo. Election day, kila mtu anakuanga virgin. Unaona vile ma-virgin huwa wana behave. Election day, every voter ana behave kama virgin. Mwenye anataka aozeshwe na ng'ombe 20 ama 100. The moment asha ekwa ile ink hivi, anakuwa useless kwa yule leader. Why? Kitambo aekwe hiyo ink, amekula pesa ngapi za mwanasiasa? Let us be honest with ourselves. Amekula ya huyu, amekula, hata hajui ni nani sasa ataenda kupigia kura. So this is the problem. The problem is information. We don't have information and knowledge to understand who to vote for and why should we vote for this one. So what are our voting motivation? What are the motivation behind our voting? So this is the problem. Then tuko na issue pia leaders. Huyu leader mwenye tunataka kuchagua ni nini amefanya impactful? Wajua, in politics we have two ways. Kuna impact. Mtu akona impact ambayo inaletwa na influence. Ukiwa impactful utakuwa influential. Then we have popularity. So mtu mnaenda kuchagua mtu because ako popular but hana impact. Unaona? That is the problem. This person is very popular. Hata fulani ni yule anaonekana kila mahali, is a very popular person but hana impact. So mnachukua mtu kama huyo, mnampa nafasi ya kazi. Then after 3 years later
hakuna kitu imefanyika because you guys voted for popularity, not impact. Unapata? So this is where we went wrong. Yeah. So that is where we go wrong. It's all about civic education, knowledge, understanding why we are voting, making the right political decision. But before we do that, we must change ourselves. We must change our mind to see the right path. Lakini utaendaje kuambia kijana mwenye hata hizo vitu namwambia unampigia makelele? Yeye anangoja mheshimiwa kuje pale bungeni aseme vijana tuendani hivi mkunywe chai baada ya hapo atakataa chai. Kuna kitu hawezi kataa, ataenda chai kesho tena mwingine akuje, hawezi kataa. Which is not bad, but hii chai unakunywa alafu ukishakunywa huyo mtu namuonaje? Kesho namuona tena kuna mwingine chai. Siku ya kupiga kura hata anaweza enda Mangweni anasema hata hizo kura sitaki kupiga, napiga kazi gani? So this is where we go. I mean, nasema shida iko kwa voters. You see, the moment voters will be wiser than politicians, we will have a different country. Shida iko kwa voters. How politicians wanaga shida. In fact, if I tell you right now, these people, they sit and laugh at you guys hapo kwa ground. Wanacheka. Wanakutanaga kwa hoteli nyingine inaitwa hapa Tribes UAE. Wanakaa wanakunywa chai, then they laugh. Wanasema ni nani leo amewekewa ngoma, nasikia jina yake inatembea kwa kila forum, kwa kila forum. Tukisema nani hizi Sifuna. Tuseme ni kama unapata politician fulani ameenda mahali, amerushiwa mamae, amefukuzwa na maaskari. So hii inakuwa tu ni kama ni mpango tu. Let me tell you. Sivyo zingine ni mipango. Simjuzi mmeona Gachagua watu wake wanapasua dirisha ya gari. Na ukaona mtu wake mwenye anaongea kwa rally tena yuko kule na marungu. So hizo ziko, but kuna ile mtu kama tuseme sasa hii historia ya Sifuna vile ilikuwa. Sifuna amesemwa kwa almost kila nyumba ametajwa. We'll get to Sifuna. So I'm just giving you a hint how it works. So the moment you people are busy with that story, wao wanakaa wanacheka wanasema na sasa leo hiyo ngoma ya nani inakuja vibaya. They laugh. Wanajua, they know these people, wanajua. Unaona hata wakati majenzi walienda State House kuvamia State House, Ruto alitulia. Hata ana stress. Anajua hiyo itatulia, itaisha. Na wakiingia. So if we became hata anajua these are political waves. Zinaitonga political waves. Zinakuja hivi zinatulia. Then unakuja na statement moja mzuri, unanyamazisha kila kitu. It is just a trick, playing with people's mind. Politics ni kucheza na akili za watu. It is simple as that. It is as simple as playing with people's the way unacheza karata ni hivyo tu. Ni hivyo tu. So ni sisi tujanjaruke alafu sasa tuwapatie hard time. Cause umeraise a very important matter na ina make a lot of sense. Kwanza hiyo place ya handouts na venye voters waga wana kuwa entitled to hizo handouts during election. But now sasa tunajiuliza, okay, first of all, life yenyewe Kenya ni ngumu. Ule madhe pale akiwa pale chini mtaani akiletewa sukari, ni ngumu sana kukosa kukubali hiyo sukari. But sasa yes, anaweza akachukua ile sukari, but umesema kitu important ni civic education. Now how do we do this civic education? Na how are we sure that it will work? Because handouts tuna expect bado zitakuwa zinapatianwa tu. But sasa hii civic education, how do we do it? First of all, we are in the perfect time to implement civic education on the ground. Why? We have hostility nature toward the current administration, ambapo ililetwa na watu kufeel kwamba they are being they are not receiving the kind of services they voted for.
So this is the right time to do civic education, creating awareness on how to vote, so that hii one term tunatakaga kutoa nayo Ruto huko. Let us start it from the grassroots level. Pale kwa mtaani, pale kwa MCA pale, tuanzie hapo. Tuanzie pale kwa MCA tukikuja mpaka huko kwa Ruto. Because watu wanafanya one term kwa president, wakifikiria president ndio shida. But the problem is lawmakers. Laws, bills zinakuwa passed kwa parliament, sio state house. So wakini wana pass bills. But Who are these people? State House can easily manipulate the National Assembly. No, my brother, let us be honest with ourselves. Hakuna kitu cha manipulation. When did you ever see these people? Lawmakers wako barabarani wanasema president amepeana nini, sign bill yenye wataki. Have you ever seen them? But ukiangalia place kama nini, tuseme in matters kama hiyo ya finance bill yenye ilipita, yenye watu they rejected finance bill, unipata the executive walikuwa na lot of say kwa hiyo in such kind of matters whereby legislators were manipulated into signing into that bill into action. Unaona? Can you give me a break when you say legislators were manipulated? They were manipulated by who? If they are real legislators. You see, let us not cover up for thieves, one. Let us not cover up for thieves. You are mandated to do a certain tax. Then you want to tell me ati kuna mtu alikumanipulate. That is very stupid. Stupidity of highest order. Let me tell you, my brother, the moment parliament will start doing what they are elected to do, there will be no corruption in our country. Na wakina wataumia. There is nothing like manipulation. Or something like, executive manipulate or parliament, sijui whatever. That's a total lie. It's a white collar lie. You are elected for a certain mandate. Why don't you perform your mandated task? Aren't you being elected to fight for the people, to oversight the government? Why are you giving in to the manipulation of the executive if you are a true leader? Let us be honest with ourselves. Leaders were to fail kabisa. There was a time niliona kwa Obina show, Senator Onyonka akisema wazi huwa wanaitwa, wanapewa hongo, wanapass bill. That was very stupid. Imagine kwa accept kwamba huwa wanalipwa. So such things, corruption in parliament corridors. This is the worst thing can ever happen to a country. That is a developing country. People are receiving bribes to pass bills. This is very stupid, you see. So we are fighting the president without understanding the main cause of our problem. Believe you me. So should we do away with the whole system? Kwa sababu kama tunasema the problem inaanzia hapa chini as we go hadi kwa president. Should we do away with the whole system? Waambie nyinyi wote wenye mko hapa ndani, because nyinyi wote ni kama you're not doing us justice. This is not why we elected you kwa hiyo ofisi. So should we do away, kila mtu atoke tu tuanze Kenya mpya? Hiyo bado mtakuwa mmefanya zero work. It's destroying a statue, alafu unaenda kutengeneza statue nyingine kama hiyo na kuja naeka hapo. There is no difference. Who are these leaders that we have elected na ndio wame to fail? Where do they come from? They come from the same society that we live in. They were in the same society that we are living in. How can we overhaul what is happening? By starting to be true to ourselves kwa ground na to make the right decision and standing by it. Hatuwezi kosa watu kwa parliament wenye wanasimamia ukweli.
from this day onwards, kama tumeamua tunataka kuelect watu ambao wakifika huko hawatabadilishwa akili, and we do total oversight. Kama unapata Wakenya hata washughulikangi fulani ameongea nini kwa parliament, MP wako unafaa ujuange anasemaga nini kwa parliament. We should do oversight. Yes, we should be following up. Kenyans wakiitwa kwa public participation wanataka wapewe bribe waende. You see, we are corrupt sisi wenyewe voters. We are totally corrupt. Vitu kama public participations, tunaitwa huko twende tukafanya hizo public participations, atuendi kwa sababu tunataka kwanza mheshimiwa fulani akuje atubebe na gari na atulipie. Tukifika huko tunaenda kufanya, tukiambiwa watu wabebe mkono, utakuwa against mwenye amekuleta na gari? Let us be honest. Utakuwa against huyo mtu amekulipia gari, umepelekwa na gari kwamba unaenda pale kubeba mkono, sema yes tumekubali, utakata? Let's kata. So this is the problem. Ni sisi voters ndo tuko na shida. Believe me, if we can change, we voters tubadilike, tuache corruption sisi wenyewe. Tunasema wakina nani wako corrupt, lawmakers are and we have not, we are the main corrupted. Yani sisi ndo tuko corrupted zaidi ya wale watu, because can you vote for someone who has no money ya kukupatia ya kukula kidogo kidogo? It's very tricky. Tuseme like itakuwa ngumu. Si wanasemaga mkono mtupu haurambwi. That is, hiyo ndio salamu naambwa, mkono mtupu haurambwi. So where do you want me to get that money? Kama sitaenda kuibia government, kama sitaenda kuiba zile tax zenu nikuje niwapatie, then nikiingia nichukue zaidi ya ile nilichukua, nikikuja kuwapatia mkikula. This is what is happening. You don't want to elect true leaders. We want to elect thieves, conmen, wakora, wa bribe. Bas, that is, we reap what we sow. This is it. Yeah. It is as simple as that. So if we started planting the right seed, we will have a different harvest. Yeah, but I think... Na sisi wenyewe tunafaa tubadilike. I think that one will be the next, some few years to come. If we begin vizuri to that civic education, a serious one, maybe we'll have a better Vision 2030 yenye inasemekana tunafaa kuwa nayo as a nation. Yeah. But hii wakati yenye tuko sahi, Wakenya wamefufuka kwa ile kifo walikuwa wamekufa ya colonial period na takataka hiyo yote hapo nyuma. We have a different Kenya, and political spectrum of Kenya has totally changed. Kabisa imechange. Sahi watu wanajua kusema no na wanasimamia hiyo no. This is the best thing that can ever happen to a country. So mimi sahi chenye naweza sema ni mayouth, tusiseme tu one term kwa president, tuanzie pale chini tukikuja juu. Na tukienda hivi mtu MP, tukijua MP, we can do oversight vile tunafanyia president oversight. We should do it here on the ground. Umesikia MP Auditor General ikitoa nini report, tunasoma ile report, tunafanya kuelewa na tunaenda barabarani, MP ameharibu pesa, resources za wananchi. Na anapigiwa nduru kabisa. These people will change. Sure. Yes. Tunampigia tu kelele kabisa, sisi tumekataa na tunaita hii kitu watu wanakataa tu hapa from ground, hapa chini. Sahi what happened to Ndindi Nyoro, ukiangalia Kiharu constituency as we speak. Sahi watu wanapasive aje hiyo constituency. Watu wengi wanataka hata kwenda kukaa huko. Imekuwa Greenland. Imekuwa Greenland. Na ukiangalia mimi niliambia Ndindi Nyoro, wewe ni mkora. Yule jamaa vile amefanya ile kitu ni kama kupostpone tu. Juu ile kitu si a long term. Ni kupostpone some circumstances, some situations. Na akaangalia mbele na akaona education iko na shida, na hiyo ndio he is campaigning in a very conducive way. Yeah, it's strategic. Yes, strategy mzuri. So tukiangalia ma MP wengine wanapiga nduru, wanatukana Ndindi Nyoro, sijui nini, but hiyo imekaa hivyo. So watalazimishwa kuwajibika. Na hiyo meseta good example, na hii haina story mengi. Wanaulizwa pesa ziko wapi? Nyinyi pesa zenu mnapeleka wapi? So tunafaa tuanze ku oversight
our MPs, MCA, pesa ikikuja tunamuuliza hii pesa imefanya nini? Can you please give us report, how did we use this money? Expenditure ya hii pesa iko aje? Tuelewe ndio tujue unafanya kazi ama unalala kwa kazi. But I think If we start doing that, I think as a nation tumekuwa na a very big problem kwa sababu tunasema someone is guilty unless proven is innocent unless proven guilty. Na yeah. some people wamekuwa na some cases, tumesikia cases za hizo NYS, tumesikia this governor akona cases, these and these cases, but then this person is getting on the ballot and then someone watu wana prefer that let's choose this person mwenye akona a history yenye unapata ikona is very very questionable. Wanaacha kuchagua ule mtu mwenye anaonekana maybe this the opponent anaweza kuwa a better candidate. Watu wanapatia huyu mtu mwenye wanaona that okay, huyu ati akona case but bado we are giving the position to lead. Auoni bado we have a big problem as a society kuchagua venye tulisema kuchagua mtu popular rather than mtu mwenye atatuletea kazi kwa ground. Yeah, it is true. Tunachagua mtu popular instead of mtu mwenye anafaa alete mabadiliko kwa ground, na hii ndio imetuharibia kabisa. Alafu tukisema mambo na hizi cases, we should be questioning the body that deals with that. EACC. Tunafaa tu question hiyo body kabisa because mtu mwenye akona majina kama questionable character, why are we electing such people? But utapata hao watu wameingia huku ground, washaribu watu akili. So this is what is happening. Watu wameharibika akili, wamepewa pesa kidogo kidogo, wamekula, wamechachao. Okay, can excuse me for a minute, nakuja. Okay. I think nini imekuwa ODM imekuwa na a lot of I think not ODM. I think nini as a nation tumekuwa na a lot of problems when it comes to matters of choosing leaders. Because ukiangalia hata nini watu wenye wamekuwa wakichaguliwa in these recent years, we have had their names. Na wamekuwa wakisemekana that huyu mtu amekuwa akifanya hivi, huyu mtu alinunua kalamu kama hii moja na 1000 sijui ngapi. Unaona hiki tu unaweza pata maybe na 50 shillings ama 20 shillings, unapata someone has bought it at 1000 shillings and then bado tunampatia kura. Unaona tukisema story wa Kenya wanajua nani tunaongelelea na amepiga term I think ya pili saa hizi. Kwa hiyo the same seat. I don't know, naweza nikasema we'll look into the structure of that county to get into it na tujue are they really working. By the way, tusikuwa tuna criticize and then tuseme okay alifanya hivyo kitambo, maybe alibadilika, but unajua anasema mtu akishaanza kuchuna unapata game chuna sana. But pia sometimes inakuwa ni a very it's the responsibility of voters and generally Kenyans, all the Kenyans, to like to be keen and you cannot oversight someone if you're not keen. And also following up with what he claims to be doing in your constituency or county or ward. So it takes a lot of responsibility in terms of like oversighting, like kama member county, like MCA, member of county assembly, like it's very difficult to like to keep this person in check. So like we need to ask ourselves which criteria can we introduce into our society that would really help us to like oversight these guys and to keep them in check. Because msee mwenye unasema venye
hao leaders wabaya wenye wako na track record mbaya. If the common mwananchi angekuwa very keen kujua kenye kinaendelea kwa society na ajue this guy ako na track record mbaya, angemchagua kwa sababu angekuwa na ile history yake na track record yake. So it means that maybe Kenyans hawakuwagi that keen kuangalia track record ya mtu na venye mtu pia ana perform. So I think hapo ndio kuna problem, na kama tunaweza pata solution ya how to keep any leader mwenye amekuwa elected into the office, tunaangalia track record yake na tunamkeep in check. Tunajua umse report yake alileta, you understand? Vitu kama hizo zinaweza tusaidia ku vote out people who have bad track record. Yeah, so Painkiller amerudi? Yeah. So yeah, tunasema so tulikuwa tunauliza which criteria tunaweza kuintroduce kwa society ku keep leaders into check, because tuna realize we are recycling the bad guys, na tumejua hawa sio kuna reputation mbaya, but we are not aware, maybe that's why we are re-electing them. So ni criteria gani tutaintroduce kwa society na common mwananchi pia akue well versed na hiyo criteria, na aweze ku keep leader wake, MCA wake, MP wake in check, so that wanaweza jua next time sitakupatia juu najua track record yako na venye umeperform. So what do you think? I believe. Go ahead. Okay, each society tunakuanga na bunge la wananchi, na each society tunakuanga na places yenye watu wanakutana, mikutano, chamas, vitu kama hizo. So kwangu mimi vile nilikuwa nimepanga, because I'm also on that, bunge la wananchi is the best place. Tukianza ku-educate, it's about information, ni tu information. Ni ile sasa tupate hiyo gathering na tuongee, tusemezane hizo challenges, watu wapate information kamili na wajue jinsi ya kufanya. It is just this bunge la wananchi zenye tuko nazo, we can use them to pass information and to get our people on the right track, wajue chenye naendelea na wajue jinsi ya kukabiliana na hizo challenges. Hivyo tu. So I think our viewers wanatupata, kila mtu anapaswa kuchukua hii their responsibility as a citizen of this nation, kuweza kupata kujua that hii nchi ni yetu wote, na ikianguka unapata 90% wataanguka, and then upate labda 10% watasimama. So you can see the numbers don't lie, na obviously tukipata 90% wameanguka, tutakuwa tunaharibu na tunachoma nchi yetu. So in these coming elections, iwe kijana, iwe mama, iwe just any age group, wakwe take it to their mantle that wafanyishe wenzao civic education, na wajue that these things are happening and we should be on the lookout for better governance from today and in the years to come. Okay, moving on to our next matter. Tulikuwa tunataka kuongelea historia ya ODM. ODM trajectory imekuwa very diverse. Kumekuwa na a lot of complications. I don't know if I should call complications ama tuisemeaje. Walter, unaweza tuchangia tusikie mambo yako, opinion yako. ODM unaonaje ODM? Well, I think generally leadership imekuwa na transition. Hata churches kumekuwa na hiyo transition ya leadership. Una realize generation nyingine ina rise up. So I think the methods that are in place in terms of structuring how political parties should work and how leadership should work, I think Kenya is one of the best countries that have has one of the best constitution in the world, sindio?
So I think the methodology cannot change, but we need to change the men. We don't need to change the methods, but we need to change the men. So saying men in ODM wanafaa badilike. Yeah, definitely. Yeah. Nani anafaa badilike? Well, I think wakati Baba Ali left, kunafaa kukuwe na like the younger guys wenye wanafaa chukua hiyo manto. Yeah, that's why I'm saying like structures ziko sawa, but we need to change the men. Kama kuna ile generation ya kitambo ilikuwa Baba alimaliza hiyo generation, sasa tunataka generation nyingine itake ODM to another level. Yeah, tusione ikianza kudimin venye na dimin sahi. That's what I think. Painkiller, unaonaje ODM vile wanatufanya? Do you think ODM will withstand these waves? Ama will they ama pia wanatucheza tu na mimi? Wanasemaje? Pandashika na za hapa na pale za siasa. Features zinawauma wanafanya meze painkillers. Okay, kwa sasa what I know regarding ODM, the anticipated collaboration between UDA and ODM, both parties must acknowledge and address prevailing political tensions zenye zinapita hapa katikati. As far as things are, as far as peace is concerned, they must address these challenges. I mean, both parties, they must address these challenges. We are anticipating that they will have a pre-pact collaboration. So before we have that pre-pact, they must address challenges, and they must acknowledge the tensions and the perceptions of people before they make this move. Okay, if I may ask kwanza before nikukatishe kidogo. Obviously unasema ODM na UDA wanafaa kukuwa na to ease the tension. But utapata ile side ya UDA wametulia sana, if I may put it in that way. Unapata hii side ya ODM, the wrangles are getting worse and worse. Kwa sababu in the recent political rally ya Nyambe kuwa nayo, umepata hata party leader amekuwa pale, and all the MCAs akina nani Simbarati walikuwa pale kwa hiyo party, kwa hiyo mkutano. Wanasema wale ambao hawajisikii na ambayo party leader ameamua wanaweza toka waende watafute chama yao. Unaona? Na sasa hao wengine tunajua ni akina nani, tunajua Sifuna, akina Babu na wengineo kadha wa kadha ambao wanaambiwa kama mtaki kukaa hapa niendeni. So how will they hata before tuguze UDA wataanzaje withstand hii political tension ambayo wako nayo peke yao kama chama? The political tension yenye iko kwa ODM, it's about power struggles. Yeah. Fulani anataka position fulani, mimi ndo nafaa kusikizwa, mimi ndo nilikuwa na Raila, Raila aliniambia hii, Raila aliniambia ile. So these are the things that are causing more tensions. Alafu as far as the party is concerned, kuna watu ambao pia wako na divergent opinions, people like Sifuna, people like Babu, and the rest. But before they have this divergent opinion, we as voters or as members of ODM, we should be asking them, these divergent opinions wako nazo, is it about good governance ama their own political ambitions? Because huwezi kuja useme fulani ni mbaya na utupatie sababu ya kusema fulani ni mbaya. Okay, if it is about good governance, they are with ODM, they are with UDA as a broad-based government. Why can't they highlight these issues and put them before the broad-based committee and address them so that we can move forward? What is it? What is hindering them from addressing these challenges that they feel are very impactful and are the reason behind their divergent opinions, if it is not about political ambitions? Because to me, what I'm seeing here, it's about political ambition and nothing like a good governance. This is the problem in every political party.
from the day Raila left, or from the demise of Raila, we have seen different types of people in ODM and different attitudes and behavior that we have never seen, because there was a unifying factor ambayo alikuwa ni Raila. So, but before you continue, you have mentioned that Sifuna is one of the guys that has divergent opinions, but for us, we can weigh these opinions and we can hear these guys speak, and someone like Sifuna, we can hear him, and the way he speaks, we can hear him speaking from a point of what we know ODM for, like democracy, fighting for the rights of the people. So he's speaking from that point of view, and we can definitely hear him. And he used to speak like this even when Baba was there, and Baba would say, "Let Sifuna speak." So what do you think about that? Okay, this is it. Let me put it as simple as it is. Sifuna hiyo vitu yote anaongea. There is this tuko na ile kitu ya ODM was born in maandamano, ikalelewa kwa opposition, ikapitia sijui 1 2 3. My friend, we have to wake up from this stupid dream. It's a lucid dream. The moment Raila died, we have to accept that a new chapter must be opened and the old chapter must be closed. This is something that we have to accept. These people, they don't understand that kuna kwanga na hii kitu inaitwa grace. The moment uko na hiyo grace, it can only operate when you are around. Kama hauko hiyo grace, haiwezi fanya. Yes. So hiyo grace ya ODM kuzaliwa kwa maandamano, kulelewa kwa opposition, ilienda na Raila. Let us accept that. Right now we should be focusing on how to restructure ODM na tutulie, tuchukue uongozi wakati Ruto atatoka kwa ofisi. This restructuring ODM, does it entail going into a coalition with the government? Kwa sababu wale wanasema 2 term, wanaanza kusema 2 term sasa as we speak. Wanaanza kusema wanasema 2 term. Na wengine wanasema 1 term. So hii restructure yao yote inamaanisha that because kama you are going there, inamaanisha utamezwa. Kwa sababu ile samaki ambaye iko pale, kuna huyo mvuvi anakaa hivi anasema anatupa ndoano. Akishika samaki, aivurute hii kichwa, anajua mkia itamlemea. Listen, my friend. ODM ilimezwa kitambo hata kama Raila hajakufa. Let us be honest. Let me put it simple. ODM ilimezwa kitambo. If you look at 2017 voting structure ya 2017 ya Western region na Coastal region, there was a difference. Raila alikuwa heavy sana kwa ground. But when it come to 2022, Ruto alikuja na plan. He has already invaded most ODM stronghold. Ruto alisha weaken ODM kitambo sana. Western, ukiangalia kura yenye Ruto alipata Western na yenye Raila alipata, si alikuwa anakimbiza Raila tayari. Ukiangalia Coast, alikuwa anakimbizana na Raila mpaka governor pia wa Coast amekimbizana na governor huyu Sarai na Abdulswamad, walikuwa wako neck. So wakati mtu ashafika pale, is there anything? Raila ni vile angekuja aambie watu ndio tutafanya nini na Ruto, but already alikuwa shajua amewezwa. Alikuwa shajua Ruto amemweza. Sasa chenye dikuja kusaidia Raila ama kusaidia ODM ni kwamba hostility iko kwa ground na yote inapinga Ruto. So Ruto hana njia nyingine ni kukuja kuconsolidate na ODM.
ndiye akuwe strong, ndiye face wale watu. Bila ODM Ruto pia atakuwa weak. Unapata? Yeah. ODM ground yake imeshakuwa weekend. Na akienda haizi enda Mount Kenya, juu Mount Kenya haiwezi yani, na ODM hata wapendi ODM, this is true. So, kule hawana ground, wanategemea hizo ground zenye Ruto tayari alisha invade. Si wafanye kazi pamoja, watengeneze ground, Ruto afanye term yake amalize, akitoka aangalie watu wa ODM watakaa wapi. Hiyo ndio kitu ambayo inafaa tufanye. Lakini tukisema ati saa hii, my friends, saa hii tuseme tunataka kurudi kwa barabara, we will be wasting our time, wasting resources, getting our youth killed for no reason, kuleta confusion, kuleta crisis zenye hazitafaa. Hakuna mahali itatupeleka. And by the way, this is why I'm asking. Umesema vizuri hapo Walter, umesema eti Sifuna nani wanasema one term, anaongea kuhusu democracy. Hizo vitu zote ni propaganda za siasa. The main issue here is ODM tayari iko weak kwa sababu tuko na internal disagreements. We are weak. We need a stronger party ambao ni UDA to restructure ourselves. Wenye watatoka, kama watatoka, si watatoka tu. Na sisi tujirestructure na UDA with a formal agreement kwamba tunafanya kazi, tushinde hivi na hivi, tujue mali tunapata, with after that tupate nafasi pia sisi. ODM inahitaji UDA na UDA inahitaji ODM. Sifuna and all that people, whatever, Babu Nani, wote wanaangalia kitu kimoja. All of them are after political advancement and the ambition. That's it. Because let us be honest, my brothers, if it is about good governance, na wako kwa broad-based government, si waende, nilisikia Sifuna akisema UDA has derailed the broad-based government terms and whatever. Si wapress hizo vitu, tusikie wananchi, tuseme basi hiyo Ruto fanya hiyo. Si tuende kwa meza tuseme Ruto, sisi tunataka kama tutafanya kazi pamoja, hii na hii badilike, wananchi wapate nafasi. Hautasikia kitu kama hiyo. Hutasikia. Wataenda pale, fulani anataka position fulani, fulani anataka position fulani. Hiyo ndio deal wanaenda kufanya. Haitakuwa ni public interest. No. So, in short, ODM kazi yao ni tuliko na kila mtu anataka tu yeye ndio akue pale juu. Sio ndio kitu inafanyika, kwani wrangles zinaletwaga nini? Wachiwe hii kiti ya party leader. Kwanza wrangles zinaletwa na nini katika hata familia wapi? Ni ukubwa na benefits. That's it. Those are the main cause of wrangles. Ukubwa na benefits, personal interest. So Sifuna asitupime bangi ati sisi ati anasema sijui turudi barabarani. Orengo asitupime. Orengo anajua kwanza yeye ni one term. Unasema yeye zienda pili. Watu wamemkataa kule ground, hakuna kitu Orengo amefanya development, wana complain. So Orengo tayari ni watu wanajua wao ni one term na wanatafuta mahali pa kukulia, ndio maana wana press Ruto one term. Na kama uko king, Ruto alienda Kakamega, nikasikia akisema wenye wanasema one term walete development zao. Walete development, walete performance record. Watatoa wapi performance record? Because hawana hiyo performance record. Na hiyo bondo Ruto atanyamazisha hii one term slogan papa, kwa sababu hii one term slogan ilikuwa weapon ya kunyamazisha Ruto na kumteremsha Ruto chini. But Ruto amegeuza upside down. Amesema kama ni one term, okay, kila mtu akuje na records. Si mimi ni one term juu sifanyi kazi, ya incompetent. Okay, hao wenye wako huko ground wako incompetent pia, mtawavote hivyo ama mtafanya nini? So voters tayari wameshachanganyikiwa. Sasa unasikia wanaanzia ground one term, na wakianzia ground, wale wenye hii one term inawaguza kabisa karibu hivi, watakuja wazubaishe voters, alafu hiyo one term slogan inaenda na maji, na mtu anapita katikati na kila mtu ni mwizi na tunasonga na maisha. So that is what Ruto did. So watu wachague mwezi wao bora. Wachague mwezi wao bora. Unaona vile hii kitu inaenda.
So taking you back to nini story ya ODM kidogo. So umesema hizo wrangles tu ni juu ya watu wanang'ang'ania leadership, si ndio, na benefits. So ambitions. Acha nikuulize, how do you define youth? Youth in leadership. Like youth too generally. Mm-hmm. What do you think about like youth generally? Youths are people ambao wanafaa wajitambue kwanza wao ni youths, and they should also acknowledge their responsibility to the society. Okay. A youth is someone who is capable of bringing change, starting by changing themselves and how they think. Then they now reflect on what is happening around them and influence change in the society. So how is Oburu Odinga the youth leader? So in this case unajua tunasema ati leadership, wanang'ang'ania leadership, hawa wakina Sifuna wanang'ang'ania leadership. Oburu Odinga amesema yeye ni youth leader na bado is the party leader na yeye bado ni senator. So nani anang'ang'ania power in this case? Kwanza tu your youth is the youth leader of ODM. Unajua yeye ni turn of kwanza. Okay, listen, vile ume specify, sasa wacha nikueleze ndo uelewe. Okay, Raila died some few months ago, right? Hajamaliza hata mwaka, hata 6 months sidhani. Yeah. Okay, at the moment Raila alikufa kama Oburu Odinga ako youth leader, si ni kweli? Alikuwa youth leader? Alikuwa youth leader. Okay. Si ndio? Alikuwa youth leader, si ndio? Yeah. Na Raila alikufa kama Oburu Odinga bado ni senator, si ni kweli? So Oburu Odinga kushikilia position ya party leader ni kutuliza mambo mengi sana. Do you guys know that ingekuwa ati Oburu Odinga yuko, kungekuwa na shida zaidi, tena zaidi hata kuliko vile sasa tunaona hapo, because hiyo party leadership, hiyo kiti watu wote wanaitaka. Kila mtu anataka hiyo position. So Oburu Odinga alifanya tu kuinherit, ashikilie, watu wamalizane na hii political season, wakichaguliwa upya ama wakiendelea mbele watafikiria. Yeye anashikilia tu. Watafikiria, lakini katika hiyo hali ya kufikiria tu wakaona afadhali ya kuwe hiyo kitu ikae tu na yeye, bado Raila ndiye alikuwa party leader na yeye ni brother Raila, wacha tu akae hivyo. Na by the way, iye kukaa hivyo ni ile tu kusuluhisha wrangles nyingi, because hiyo position Babu anaitaka, Sifuna anaitaka, Joho anaitaka, Abdulswamad anaitaka, Gladys Wanga anaitaka, almost everybody anataka hiyo position. So yeye kukua pale ni hata kusuluhisha, ni kusuluhisha tu mambo mengi. So on that point ya party nini ODM, sasa next year you have an election. Party election yao itakuwaje sasa? Watangojea mpaka wafanye election kama Oburu ndio the party leader, ama sasa watafanya election yao kama chama waamue okay, huyu ndio atakuwa party leader wetu. Kama ni Oburu akue Oburu, ama wanaona bado wataendelea kumwacha hapo? Mambo itakuwa namna gani hapa mbele? Okay, according to their constitution of the party, when is the election? According to their constitution of the party, the party constitution, tunafaa tuangalie hiyo party constitution inasema election ya ku-elect leaders inafaa take place lini. So when we have that information is when we can now analyze when they can have the election or they can decide to postpone it, because without that constitution and but lazima wasimamishe mtu wao ambaye atasimama rais. Sasa sahihi kama watakuwa na pre-packed rais ya nini? Okay. Yeah, if we have pre-packed
then what is the need of rais? Si tayari tumeingia pale tukijua deal imeiva. Sisi tunaingia pale kupigana tupewe position A, B, C, D. So hakuna cha tena presidents, hakuna cha hiyo. So mimi chenye ninasema watu wa ODM watulie, wafanye kazi na Ruto. But Oburu apatie Hiyo ndio njia peke yake. Oburu Odinga apatie Kasmuel leo docket ya youth leader. Sasa hiyo docket ya youth leader ndio hatuwezi jua vile wamepangana huko ndani. But what is the most important thing as we speak, it's that ODM and UDA must work together. For both of them to serve themselves. Yani wajiokoe wao wenyewe kwa kufanya kazi pamoja. If they don't work together, tutakuwa na kazi ngumu hapa mbele ODM. Sure. Will not be in hatutakuwa safe. Tutakuwa vibaya sana by the way. So it is better they work together. Tuangalie vile kutakuwa huko mbele because united opposition tayari iko scrambling in a scramble. Hawajui itakuwaje because the main thing is that everybody is fighting for ambitions. It's just benefits, personal interest. Okay. So Personal interest. So as KJ ana move to the next question or nini ame prepare, wewe sema sasa unasema 2 term or 1 term? Mimi ni wa 2 term because tunataka uongozi after 2030 nini tukifika 2032 tunataka Babu atulie, awache kelele mingi na kichwa moto, akae atulie. Yeye ni element mzuri, yeye ni asset kabisa kwa Luo community and UDA ODM at large. So Babu aache kelele mingi, aache kuruka kichwa huku na huku, vile ametulia atulie. So unasema Babu anachukua after 2027 atulie kabisa. Yeye 2032 huko atakuwa ameiva. Atumpe kazi, achukue nchi. Lakini akianza hivi atavunjwa, atafanywa kitu inaitwa political radicals wanavuma sana kuliko mtu ambaye ametulia kama nani Musalia. Musalia Mudavadi hana shida. Yeye hata ni kama hata kukaribu kuchoka na siasa vile namuona. Ndio sasa unaona Babu akitulia, na sisi tunajua ni Babu kwa sababu unaona akitulia mioto pia itashuka kwa sababu siasa inataka mioto. Unaona? Kuna njia ya kufanya hizi mioto bwana. Lakini kuna mioto zingine ni za kipuzi. Kwanza wakati Raila alikufa, wajua tulimkashifu sana Babu. Ati yeye hiyo siku Raila amefika, yeye anaenda kupost kwa Facebook yake eti watu wanapanga kuniua. What are you trying to do? Sasa anataka attention, yeye ndio attention imweke tu. Babu. Come on. The more people hail you, you should be very keen and very wise. Utafanya mistake ukifikiria watu waone, wanaona. Then hiyo mistake itakupata pale mbele. So vile alikuja katulia, alifanya vizuri kutulia because Babu ni mtu mzuri, ni asset wa Wajaluo na ODM at large na nchi nzima. Aende tu pole. Babu mtu mmoja alikuwa anataka ugavana, anataka party leader. Sijui alikuwa anataka ugavana, ukingpin na baada anataka party leader. Vitu vitatu hivi vyote unataka kupeleka wapi? Suhulie tu tuende step. Ukifika hapo unaingia hapo. In fact hizi vitu zinajipa tu. If they are meant for you they'll come. Why are you shouting, causing chaos huko ndio watu waone sasa Babu wewe? It was very stupid but I thank God alikuja katulia. Nafikiri aliongeleshwa akatulia na sasa ametulia. Uchachawa kisiasa si rahisi tu, si ataingia tu apigane na kina gavana hapo anachachawa tu siasa, lakini achane na hizi siasa za huku national, kwanza tulie kwa hapo gavana county huko. Bado tu tutamsikiza. All right. So KJ, moving on to KJ, at the end of the conversation utatuambia kwa nini 2 term na vitu wenye Ruto amefanya humo na kama anataka ni lazima aendelee na hiyo job.
Yeah, so Okay, umeongelea story ya opposition. Opposition iko a bit shaky. Upande wa the main opposition saizi tunaweza tukasema iko majorly based on DCP, the recently merged party ya Gachagua, and you want just to look at the influence ambayo DCP iko nayo upande wa Mlima. Is it only influential upande huko wa Mlima, ama will it have a political impact pia in other parts of the country kwa hii muda ambao tuko nao? Kwa maana personally I think DCP imekuwa imeimagine very fast. Wanasema as fast as lightning. Imekuja very fast during to initiation yake upande wa Mlima. Tukisema tu kweli upande wa Mlima imekuwa very 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 influential, because wale wameona mtu wetu ni kama alifukuzwa kwa chama, wakasema ni kama huyu mtu wetu atakikani, ameonewa, alitudanganya. Vitu kama hizo zimekuwa such kind of words zimekuwa zikitumika. Na ukienda in other regions naweza nikasema it does not have that much influence kwa mawazo ya watu wengine. Because ukienda Western utauliza Malala umetuletea hii chama tunaona watu wangapi wako ndani. Basically it can signify ama symbolically it's one of the naweza nikasema tribal parties, for lack of better words, because I don't see any influence ambayo itakuwa nayo hii united opposition ambayo inaweza ikakuwa very very ikuje into space ya kutoa this government in office. Yeah, kusema kweli DCP ni uko tena ni iko huko Mlima, some parts of Mlima. You see, as much as people sing one term, as much as people hate Ruto, there is still possibility of many people believing in Ruto hata kama watu wanasema one term. This is true. Watu wakiangalia Gachagua na vitu vile anafanya mambo yake na wakicompare na Ruto, because where Gachagua is, Ruto amewahi kaa hapo, ingawaje yeye hakufanya ujinga mpaka akakuwa impeached. But were here in Kenya, mlikuwa hapo Kenya mkiona vile nani anateswa na Uhuru Kenyatta. Ruto si alikuwa anapitia challenges. Na hakuwahi behave kama Gachagua. Si alikuwa amenyamaza, anaongea tu na watu polepole, na afanye vituko, afanye kelele, aleti vita. Lakini alitengeneza chama tofauti na boss wake. Hiyo ilikuwa mchezo kiburi. Hiyo si shida. Hiyo si shida because their agreement tayari ilikuwa derailed. That is not a problem. You see, the problem is how you are doing things. Ruto alikuwa anapiga Uhuru vita kistyle ingine ya ajabu sana, because he was very smart. Alikuwa kwa government na anafanya campaign, anakusanya all the eggs in one basket. But what is Gachagua doing? Instead of installing his party in different part of the countries, na achukue aspirants wale wenye wako ground, hata awapatie, hata kama ni kuregister hiyo kwa chama yake, apunguze ile amount ya kuregister ili aregister more people, aeneze party. Yeye anaenda kwa TV station ya nini, anaenda radio station kupiga kelele huko, kuongea Ruto this, Ruto that. Aende kwa station nyingine, moving from one station to another station talking about Ruto. Alafu, to make the matters worse, the same dragon is banning himself
wale watu ambao wanafaa shikane na wao, wakae nao chini, wasemezane. Kwa watu kama hiyo United Opposition yote ni kama hakuna mtu anaelewana nayo huko. So tell me, where is this car heading to? Wanaipeleka hii gari yao inaenda wapi? Yeah. Divided house can never succeed. Na hiyo ndio kitu inafanyika kwa Gachagwa's camp. Martha Karua hata tujui walionana naye lini, yani hawako karibu because of what? Benefits. Hiyo United Opposition tayari imescramble kitambo. Hakuna kitu iko hapo. Then as much as Gachagua is influential ni popular, by the way, it's not influential, yeye ni popular. As much as Gachagua yeye ni truthful man, anaambia watu Ruto ni mbaya, Ruto ni mbaya, he has no impact. Mtu ukimuuliza sasa, wewe okay, mnachukia Ruto, huyu Gachagua akiendorse mtu mtamvotia? Wanakuambia huyo Gachagua naye huwa tunampenda tu juu anapiga Ruto, but ikifika kwa kumpigia kura no. You see, this is what is happening on the ground. People, as much as they are hostile toward Ruto, they don't have a better replacement of Ruto. Yeah, we don't have a better replacement of Ruto. We are hostile toward Ruto. Ruto A, Ruto B, Ruto C, but we don't have a better replacement. Sasa United Opposition, United Opposition akiamua wapatie Matiang'i, waseme Matiang'i tosha. Do you think he's capable of ya kukuja kwa hiyo ground, ama waseme who is this, the former CJ, waseme wanataka kumpea yeye pia asimame hapo, like we have one candidate mwenye atakuja asimame kwa hii kiti apart from let's say Gachagua. Will they have a chance? My brother, politics is about interest. Politics is about interest. And when interest is greater than public interest, when their political interest is greater than public interest, where are we heading to? First of all, mtu kama Matiang'i ama nani? Mtu kama Matiang'i ama Kalonzo. Basi mbona msipatie Kalonzo? Wacha kwanza let us okay, ongea deal na Matiang'i. Wacha tu understand hii kitu vizuri. How can this work? Tuseme for example wanataka kupatia Matiang'i kura. Wanataka kupatia Matiang'i asimame. Tuangalie key points, tuseme keywords, key pillars wa hii kitu. Key pillars wa hii kitu ni Uhuru Kenyatta, Gachagua, Kalonzo, Natembeya, Eugene and other members, tuseme for example. Tukiangalia Uhuru Kenyatta ambao ndio the greatest endorser na ndio sponsor mkubwa katika hawa watu wote. The bigger the share, the bigger the sponsorship, the bigger the share, the bigger the interest. Tukikuja kwa Gachagua, na vile ana brag na 4 million votes kwa mfuko. The bigger the share, the bigger the interest. Tukikuja kwa Kalonzo, pia akona Wakamba nyuma yake na Natembeya akona Waluya nyuma yake. Sasa Matiang'i akona backyard yenye inaweza kuunganisha hao watu wote. Unajua kwa nini? Wakisii ni watu wangapi kwa Kenya mzima? Wakisii ni watu wangapi? You see, as much as we are singing one term versus two term, we are engraved in our tribal politics. Hiyo iko ndani ya damu, inakimbia nayo hivi line moja. Hatuwezi toka hapo. Hatuwezi toka hapo, tusidanganyane. Tutatoka na si leo, si hii season. So huyu Matiang'i hana power. Unaona Raila, kwa nini Raila alikuwa anaogopewa? Raila angeunganisha Wakisii, Waluya,
wa Coast, Wajaluo. These are 5 tribes, na hata Turkana alikuwa anaunganisha. Yeah. Then sasa ukichangisha aya na Wakamba 6. Wakamba hata bila Kalonzo, Raila alikuwa anaweza kuwaunganisha kwa kikapu kimoja. You see? Yeah. So Raila alikuwa anaweza kushika tribe 6 akaeka mahali pamoja. Mtu kama Matiang'i atashika tribes ngapi? Na watamruhusu ashike hao matribe? Nani ataruhusu Matiang'i atoke Kisii anaenda kuongea na watu wa Mount Kenya kama wenye Mount Kenya hawako? Raila si angeweza? Raila angeenda Mount Kenya aongee, wenye watamsikiza wamsikize, angeenda huko Loitoktok, angeenda huko Wajir, angeenda huko Mombasa na wangemreceive. Matiang'i ataenda Mount Kenya kama wenye Mount Kenya wako? Atoboe. Itakuwa ngumu. Itakuwa ngumu sana. Sasa Matiang'i atakuwa puppet. Na hiyo government ndo itakuwa worse than ya Ruto. Itakuwa worse. Itakuwa very worse because Uhuru Kenyatta atakuwa anataka share zake, Gachagua atakuwa anataka nafasi yake. Watu wote wajua wamemtafutia kura, amepewa, ameambiwa kiti hapa. Ndio hii kura ingia pale, sisi utufanyie kazi. So yeye akiingia pale atakuwa anafanyia watu wengine kazi nyuma yake, si yeye. Akileta kichwa ngumu anataka kunyorosha country, na umejua hao wanataka afanye ABCD na wananchi pia wanamwangalia. Matiang'i, tulikuchagua utunyoroshee hawa watu. Mbona utunyoroshee watu? Okay. Mbona utunyoroshee hawa watu? Matiang'i na kama mambo yake itakuwa very complicated. Okay, so tukisema tunataka waseme sasa they want to endorse Kalonzo. Kalonzo wanasema he has a track record, amekuwa vice president hapo awali. Shida yake itakuwa gani kulingana na EUFs zenye zimekuwa? Will people support him? Assuming that, let's say, ODM is in the government, will they support? Okay, obviously they support Ruto's bid. Assuming that ODM will not be in the government and Kalonzo stands to be hiyo position ya kukuwa the top seat in the country, will he manage to get these votes? Sasa atapitia wapi? Tuangalie tu, si anasemaga anapita katikati yao. Let us be. Na mbona hajaipita katikati yao watu kila siku anaendaga kwa political handyman? You see, Kalonzo, there is a time hata alikuwa anaitishwa votes, sijui alikuwa anaenda independent. Si alishindwa votes za kwenda independent, alishindwa. So let us be honest. Kambas, as much as they love Kalonzo, they know Kalonzo weakness. They know weaknesses za Kalonzo, na wanajua Kalonzo is not ready to lead them. They know. Wanajua vizuri Kalonzo haezi kuwa president. Hata wanajuanga, wanasema afadhali Raila mara 10. Wanajua this is true. So Kalonzo anaenda kupitia wapi? Juu Uhuru Kenyatta atakuwa amemfungia gate pale. Ruto pia ako pale amefunga gate. Juu hiyo Mount Kenya, as much as they hate Ruto, kuna part ya Mount Kenya tena kubwa bado inapenda Ruto. Ukiangalia Kalonzo ni mtu amekuwa handyman, hana potential. Na despite they hate, as much as they hate Ruto, they still believe in Ruto, kwamba Ruto akona sauti na anaweza fanya kitu vile anataka. Do you think Mount Kenya wanachukia Ruto because Ruto ni mbaya? Hapana. Ruto si mbaya. Hakuna mahali Ruto ni mbaya. And if you want to know that Ruto si mbaya, sahi Ruto aende Mount Kenya waambie, aya, nimekuja, nisameni makosa nilifanya, nimerudi, tushikane. Tomorrow they will start say Ruto is good. Hey, kwani si ni siasa? So unasema haya kitafutana na Gachagua mambo inakuwa sawa? It will be like they have never even fought.
watakuwa ni kama wakukosana. Aha. Nayo mtakipata. Nani atakipata? So- ODM atakipata ama nani? Ndio watateseka. Wacha niwaambie my friends. Ruto kuachana na Gachagua na kuweka milima kando. Na wanabiashara wale wenye wana push here and there. Amezuia mambo mengi sana. Vita ya Mount Kenya na Ruto ni mambo na biashara na sio siasa na sio good governance. Ni biashara tu. Na kwa sababu Mount Kenya, political landscape ya Mount Kenya iko engraved in sympathetic politics and sentimentals, whereby a victim, someone is being a victim, alafu anakuwa supported because amefanyiwa makosa. This is how Mount Kenya politics is, because they are engraved in in sentimental politics and sympathetic politics. Hold on. Time imeisha.